Naam, mambo vipi mtazamaji? Hapa ndipo nyumbani kwa Nurati, binti aliyechumbiwa na jini pasipo kujua kwamba aliyemchumbia ni jini. Leo tutapiga naye story kiundani zaidi kuhusu mkasa huu. Karibu sana. Mimi naitwa Modo HD. Hapa niko na binti Nurat, mchumba wa jini. Asije kuwepo jini hapo ndani? Hapana, hawezi kuwepo hapo. Au sio? Anyway, karibu kwa kujitambulisha majina yako, na baada ya hapo tuweze kupiga story kuhusu mkasa uliokukuta. Jina langu naitwa Nurat Muhammad Masunga. Mimi nimesoma katika shule ya msingi Nyahanga iliyopo Ilani Kahama. Baada ya kuhitimu masomo yangu ya primary, nilijiunga na elimu ya sekondari ambayo inaitwa Mbulu. Hiyo shule pia ipo hapa wilayani Kahama. Mimi nimezaliwa mnamo mwaka 1995. Ni mtoto wa mwisho kwenye familia yetu ya mzee Muhammad Masunga. Baada ya kumaliza elimu yangu ya sekondari, sikufanikiwa kuendelea na elimu ya juu. Kwa hiyo nilishia tu form 4 nikawepo nyumbani. Nilipokaa nyumbani kwa muda wa miezi kama miwili, dadangu ambaye anaitwa Husna, dadangu mimi anaitwa Husna, yupo huko Ukelewe. Alafu huyo dadangu ndo mtoto wa kwanza sasa tumboni mwetu. Akawa ameniomba mimi niende nikaishi naye kule nyumbani kwake Ukelewe. Kiukweli ndugu mtangazaji, wewe mwenyewe unajua kama umezaliwa mkoa fulani alafu ukasomea mkoa huo, inatokea sasa fursa kwamba unaondoka kwenda mkoa mwingine, vile inakuaga na hamasa. Sikuwa na pingamizi kiukweli, nilikubali na kujiandaa faster kwa ajili ya safari. Siku ya safari yangu kutoka Kahama kwenda Mwanza, nilisafiri na usafiri wa basi. Nilipofika mkoa wa Mwanza, nikatakiwa kupanda meli ili kwenda kwenye kisiwa cha Ukelewe. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kupita usafiri wa maji. Nilikuwa naogopa. Nilikuwa naogopa sana kikweli. Ila baada ya kuona watu wanaingia, hawana wasiwasi, hawana hofu yoyote, watoto wanaingia, wengine wanakimbizana, nikajipa matumaini. Kwanza nikawaza, ina maana mimi tu ndo nina moyo, mbona wengine wanaenda? Nikapiga moyo konde, nikabeba begi langu, nikaingia na mimi. Baada ya kuingia mle ndani, kama nilivyowaambia, mimi nilikuwa naogopa sana maji. Kwa hiyo nilikaa mle ndani katikati nisiweze hata kuona maji, maana moyo wangu ulikuwa unapita sana. Basi nikaingia huko ndani, nikakaa busy na simu yangu. Alikuja kijana mmoja, akakaa karibu yangu, akanisalimia, nikaitikia salamu. Baada ya kuitikia salamu, nikawa busy tu na mambo yangu. Yule kijana alipokaa pale pembeni yangu alikuwa anatafuna karanga. Akawa amenigawia na mimi karanga. Kwanza nikasita kuzipokea. Nikamwangalia, nilipomtizama na akanitizama, akatabasamu. Kaka, nisikufiche, kuna wanaume wazuri. Unajua wazuri? Yaani yule kaka alikuwa na mvuto fulani hivi. Alikuwa na muonekano wa tofauti. Angekuwa huko kwetu mjini basi tungemuita handsome boy. Alikuwa ni handsome. Yeah. Kiukweli alikuwa ni handsome boy. Alikuwa mzuri wa sura, tabasamu, yani sipati ni mtu wa Picasso. Nikisema mzuri inamaanisha mzuri. Kiasi kwamba hujawahi kumuona ndo mara yako ya kwanza? I say sijawahi, kabla na hata baada. Okay. Nilipokea zile karanga. Baada ya kupewa zile karanga,
nilipoziweka mdomoni na kuanza kuzitafuna, niligundua kitu cha tofauti. Kitu gani tena? Zile karanga zilikuwa na ladha tofauti kabisa na karanga ambazo tumezoea kula. Zina muonekano kama karanga tu, hizi karanga ambazo tunakula kila siku, lakini zina ladha kama ya chocolate, au naweza sema sijui hata niseme vipi, ila zilikuwa tamu sana na zilikuwa na ladha nzuri mno. Sasa wakati tunaendelea kula zile karanga, si unajua unapokula karanga lazima kole au, nikaamua kuamka na kupata maji. Nilienda nikanunua maji makopo mawili, nikaja nikampa na yeye chupa moja nikafungua mimi. Yaani muda wote yale matendo anafanya anatabasamu tu. Sijui ajui kukasirika, hata sielewi. Yaani kadri alivyokuwa anatabasamu, mimi ndo alizidi kunishawishi na kunifanya niwe na hisia kali sana juu yake. Alafu sasa yeye baada ya kunipa zile karanga akawa busy tu na kuangalia TV. Kulikuwa na TV mle ndani ya meli, watu wanaangalia. Kwa hiyo akawa busy na TV. Ina maana hakunijali tena mimi. Basi nikawa natafuna huko na muangalia kwa kuibia hivyo. Baada ya kuona yuko tu serious, ikabidi mimi nianze kumsemesha. Nikamwambia, kaka, karanga zako tamu. Akaniangalia akatabasamu tu. Nikamuuliza tena, kaka samani unaitwa nani? Akaniambia jina lake anaitwa Zuberi, anaishi Ukerewe na ndiko anakoenda. Baada ya kunijibu hivyo, naye akaniuliza mimi naitwa nani. Nikajitambulisha, nikamwambia naenda kwa dadangu na sio Ukerewe. Akaniambia mbona mimi pale na sio ni mwenyeji? Baada ya kuniambia kwamba yeye ni mwenyeji pale, nikamwambia mimi naenda kwa dadangu anaitwa Husna, ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari pale na sio. Nilipomwambia hivyo akasema, kumbe unaenda kwa mama Shabani. Nilishtuka. Nikamuuliza wewe unamfahamu? Akasema ndio, mimi namfahamu mama Shabani, kama nitajia na watoto wake wengine maji. Nikafurahi, nikaona nimepata mwenyeji. Nikamwambia kumbe utanipeleka mpaka nyumbani. Akanijibu haina shida, nitakupeleka mpaka nyumbani. Kaka nisikufichi, ni muda mchache lakini nilijikuta nimempenda ghafla. Nilijikuta nimevutiwa naye. Sema ndo kama hivyo mwenzangu yuko tu busy muda wote, na maana mazungumzo mpaka nianzishe mimi. Basi kaondoka. Baada ya kufika feri sasa pale, watu wakaanza kushuka. Nikampa mkoba wangu, nikamwambia sasa nishikie mkoba niende nikabebe begi ije tutoke wote. Nia yangu najua ananipeleka mpaka wapi? Nyumbani. Nikaingia tena kule ndani ambapo tunatunza mizigo ya abiria. Nikachukua begi langu nikarudi. Wakati narudi nafika pale tulipokuwa tumekaa, kwanza nikashtuka. Simuoni Zuberi pale, lakini kuna tu ule mkoba wangu. Nikaangaza huku na huku, labda kuna sehemu amesimama ananisubiri, lakini sikumuona. Nikabeba mkoba, nikahisi labda akatoka nje atakuwa amenisubiri nje. Nikatoka mpaka nje, nikamwangaza, sikumuona. Nikarudi tena mpaka ndani ya meli, nikahisi labda yupo uani. Nikaingia mpaka kule kwenye vyoo vya wanaume. Jamani. Lakini pia hapakuwa na mtu. Moyo wangu ulikosa raha. Kwanza nikajiuliza kwa nini kaniacha. Nikabeba tu begi langu nikaondoka hivyo hivyo, niko mnyonge. Nikatoka mpaka nje naangaza huku na huku nikiwa na matumaini ya kwamba nitamuona, lakini sikumuona. Sasa wakati napiga hatua tayari nipo nje, nikasikia mtu ananiita. Niligeuka haraka kwa shauku nikijua ni Zuberi. Baada ya kugeuka hivi nikakutana na Shabani. Kwanza nilikosa raha. Shabani alinipokea kwa furaha, ila mimi sasa, yani ile furaha yote imeyeyuka. Akanisalimia. Baada ya kunisalimia tu nikamuuliza swali, umemwona Zuberi?
Kwanza naye akashangaa, Zuberi ndo nani? Nikamwambia basi kama hujamuona tuondoke. Tukabeba mizigo tukaondoka. Tukaenda mpaka nyumbani, maana haikuwa mbali sana. Tumefika nyumbani tukamkuta dada pia akanipokea na furaha zake kama zote. Mimi sasa ni ile furaha yote imetoweka kabisa. Tukaingia ndani, dada akawa amenionyesha chumba ambacho nitakuwa nakaa kwa huo muda. Niliingia mle ndani kwa shofu kwanza, moyo unaniuma, nina mawazo. Nikajifikia pale kitandani, nikapumzika pale, nikasema ngoja nikafungua mkoba ili nichukue sabuni ya kuogea. Nilipofungua ule mkoba hivi, nilikuta kitu ambacho sikutegemea kabisa. Kitu gani? Mtazamaji, alikuta nini? Karibu sana kwa kufuatilia episode 2. Mimi naitwa Modo HD. Kumbuka tuko na story ya binti Nurat aliyechumbiwa na jini. Usiondoke.